Wapendwa ndugu zangu wa Tanzania na majirani zangu wa Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC Congo, Zambia, Malawi na mataifa mengine na hasa yale ya Afrika, ninawatakia heri ya mwaka mpya 2026. Kuna jambo ambalo ningependa kuongea juu ya Afrika. Utajiri mkubwa wa Afrika ni vijana, kwamba 70% ya wananchi wa Afrika ni vijana. Kwa vijana wanazo nguvu. Cha muhimu ni kwamba vijana wetu wanatakiwa wajue cha kufanya. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yohana, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo ninawatakia mafanikio. Kwanza fanikiwe ndani ya roho yako kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, lakini pili unatakiwa ujue cha kufanya. Katika waraka wa Efeso 2:8 anasema muibaji asiibe tena, bali afanye kazi ili aweze kumsaidia muhitaji. Kwa hiyo kumbe kufanya kazi ndio njia pekee ya kupata mapato ambayo kwa hayo tunaweza kutoa kwa kanisa na kuwasaidia watu wengine pia. Kwa hiyo ni vizuri vijana wakajua ni nini cha kufanya. Kwa hiyo mada yangu leo katika mwaka huu mpya wa 2026 ningependa kuongea juu ya vijana na ajira. Na hayo tunatakiwa tuulizane, je, wazee tukae kimya? Hatuna kitu cha kufanya? Tunaamini tunacho cha kufanya. Vijana wafanye nini? Wanacho cha kufanya. Je, maprofesa na wakuu wa vyuo vyetu wanafundisha kwenye vyuo wanaola kufanya? Ndio. Serikali zetu vina vitu vya kufanya. Kwa hiyo tatizo la upungufu wa ajira ndani ya mataifa yetu linatakiwa lifanyiwe uchambuzi, tuweze kujua ni kwa nini tuna matatizo ya ajira na tufanye nini ili tuweze kupata tutengeneza hizo ajira. Unajua ajira nyingine tunazisafirisha kwenda nchi za nje. Kwa nini? Kwa sababu tuna mazao mengi, tuna madini, tuna vitu mbalimbali ambavyo hatuwezi kuvichakata sisi wenyewe. Kwa hiyo tunawapelekea nchi nyingine watuchakatie, halafu ndipo watuletee mazao yaliyozalishwa tayari. Na hiyo tatizo ni kwamba ni tatizo linatufanya sisi tuweze kupeleka nje nafasi za ajira baada ya kuwatumia vijana wetu kwa ajira. Kwa hiyo je, tufanye nini? Serikali ifanye nini? Vijana wetu wafanye nini? Wazee wafanye nini? Je, maprofesa wanaendesha elimu yetu nao wafanyeje? Kwa hiyo tutayaongea hayo kwa urefu, na ninaamini kwamba utaendelea kunisikiliza na utapata mawazo mapya siku baada ya siku. Asanteni sana kwa kunisikiliza.